utele huanza kwa baraka za Mungu. Utele wowote unaanza na baraka za Mungu. Utele wa kweli una chanzo chake, na hicho chanzo ni Mungu mwenyewe. Mwanadamu anaweza kufanya kazi kwa bidii, lakini Mungu ndiye chanzo cha uwezo wa riziki na ongezeko za baraka. Unaweza ukafanya kazi kwa bidii, kwa kujituma, kwa jasho, kumbe bado unafanya kazi kwenye laana ya Mwanzo sura ya 3, kwamba utakula kwa jasho, maana umelaaniwa. Lakini baraka za kweli zinaanza na Mungu, zinaanza na Mungu. Mungu anamwambia Ibrahimu kwenye kitabu kile cha Mwanzo 12 kwamba kukubariki nitakubariki, kukubariki nitakubariki, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo kumbe Mungu anamwambia nitakubariki na kulikuza jina lako. Kwa hiyo Ibrahimu anaanza na Mungu, nitakubariki. Mungu amemhakikishia kwamba nitakubariki. Kama Mungu atakubariki, hakuna wa kukulani. Na ndio maana ni vizuri umtafute Mungu, uanze na Mungu. Baraka za kweli zinaanza na Mungu, hazianzi na mali, hazianzi na magari, hazianzi na nyumba, hazianzi sijui na kitu gani, zinaanza na Mungu. Mungu anasema atakubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Anasema Kumbukumbu la Torati 8:18, maana mimi ndiye Mungu nikupaye nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo lazima uwe na Mungu ndani yako, lazima umpende Mungu, lazima umtumikie Mungu. Methali 10:22, baraka za Bwana zatajirisha, wala hazichangamani na huzuni, hazichangamani na kitu chochote. Kwa hiyo ukiwa na Mungu ndani yako, ndani yangu, lazima nitabarikiwa, lazima nitakuwa na utele, lazima nitakuwa na utele. Maana anasema kwenye Zaburi ya 23 mstari wa 1, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu akiwa mchungaji wako, na kuhakikishia hautapungukiwa na kitu. Mungu akiwa ndio bosi wako, na kuhakikishia mshahara hautachelewa. Mungu akiwa ndio mfanya biashara namba 1 kwenye maisha yako, na kuhakikishia hautapata hasara. Mungu akiwa mchungaji wako, akaichunga biashara yako, akachunga mtaji wako, akachunga mashamba na mifugo yako, akachunga ofisi na ndoa yako, na kwambia hautapungukiwa na kitu. Kwa ni lazima nianze na Mungu, nimpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lazima nishikamane na Yesu, lazima nitembee na Yesu, lazima nifanye kazi na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana amesema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Anasema Wafilipi 4:19, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Ametuahidi atatujaza kila tunachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake, kwa kadiri ya utajiri wake. Mungu ana utajiri wa kujaza mahitaji yetu yote. Mungu ana utajiri wa kujaza mahitaji yetu yote kwa kadiri ya kile ambacho mnakihitaji. Wafilipi 4:19. Kwa hiyo ndani ya Yesu kuna utajiri. Mfano Ibrahimu, Mungu alimjaza na baraka, Mungu alimjaza na baraka, alimjaza na baraka tele. Mwanzo sura ya 13, Mwanzo 13 mstari wa 2, maandiko yanasema kwa sababu Mungu alimjaza Ibrahimu, anasema na Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha, kwa dhahabu. Umeona, Mungu akambariki, akamjaza na kila kitu. Unajua utajiri wa zamani ulihesabiwa kwenye mifugo, na ndio maana Ibrahimu alikuwa na mifugo mingi, naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Kwa sababu gani? Mungu alimuita kwamba mbariki, na hakika Mungu akambariki, akamfanya kuwa tajiri sana. Elewa neno sana. Biblia ikisema neno sana linamaanisha nini? Ni more than enough, ni more than enough. Ni baraka zilizokuwa zinamiminika, ni utoshelevu wa baraka unaopita kiasi, unaopita mahitaji yako. Mungu akambariki sana Ibrahimu. Mwanzo 24:35, Bwana
amembariki sana Bwana wangu, naye amekuwa mkuu. Mwanzo 24, fungua Biblia yako, Mwanzo 24:35. Tunaona hapa kwamba anasema, Isaka anasema, na Bwana amembariki sana Bwana wangu, amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu, watumwa, wajakazi na ngamia na punda. Unaona, Bwana amembariki sana, Bwana amembariki sana, Bwana amembariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona hapa mtumishi wa Ibrahimu alipokuwa anakwenda kutafuta mke wa mtoto wa Ibrahimu, Isaka. Anafika kule, anamwambia, jamani, huyu binti anakwenda kuolewa kwenye familia ya matajiri, maana huyu mtu aliyenituma ni tajiri mno. Mungu kambariki mno, Mungu kamzidisha mno, ana kila kitu. Kama ana kila kitu, hata binti yenu hatapungukiwa. Hivi mtu akikwambia utakataa kweli kuolewa naye? Nakwambia Rebeka sasa hiyo alitabasamu, akasema, hata kama mama hataki, hata kama baba hataki, mimi nitambatana na huyu mtu, kwa sababu kule kwao wamebarikiwa mno, wamebarikiwa mno, wana kila kitu. Hivi kweli utakataa kwenda kuishi kwenye nyumba ambayo ina kila kitu? Nakwambia kama wana kila kitu ambacho sio cha Mungu, unaruhusiwa kukimbia, unaruhusiwa kukimbia. Maana hata Musa alikimbia kwenye nyumba ya Farao. Nyumba ya Farao ilikuwa imebarikiwa na kila kitu, lakini akasema, siwezi kuangamia maisha yangu niwaone wana wa Israeli wanapotea. Kwa hiyo kama ni baraka za Mungu, ambatana naye, lakini kama ni baraka za shetani, haujui chanzo cha utajiri wake. Unamuona tu ananunua magari, haujui kazi yake, haujui chochote anachokifanya, huyo mtu mkimbie. Lakini baraka za Mungu za tajirisha, hazichangamani na ushirikina, hazichangamani na uganga, hazichangamani na kuwafanya watu kuwa mazezeka na kuwafanya watu kuwa watumwa. Kwa sababu gani? Mungu akibariki, anabariki kihalali kwa kupitia kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe binti, sikwambii unaangalia watu waliobarikiwa, ninakwambia angalia mtu anayetembea na agano la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtu aliye na agano la nini? La Mungu. Mtu mwenye agano la Mungu, hata kama ana kitu leo, kuna utajiri uko ndani yake, kuna siku utaonekana. Ninachoongelea leo ni familia za watu wa Mungu ambao walikuwa wamebarikiwa mno, wamezidishwa mno, wana kila kitu. Kwa hiyo hata wewe ukitaka kwenda kwenye familia, uwezi ukasita, uko na amani. Kwa sababu gani? Unawajua wale ni watumishi wa Mungu, ni wapakwa mafuta wa Mungu. Hebu pokea neema ya kufunguliwa macho, ujue utajiri wako uko sehemu gani, umefichwa kwenye eneo gani, na kuanzia leo uanze kutembea kama mtu aliyebarikiwa, kama mtu mwenye utele, kama mtu mwenye baraka zilizomiminika katika jina